Habari za wakati huu mwana SNS popote pale ulipo. Karibu tena kwenye makala 360. Jina langu ni Frederick Bundala. Katika alfajiri tulivu ya tarehe 15 Oktoba mwaka 2025, dunia ilipoteza mmoja wa nguzo kuu na mashujaa wa kisiasa barani Afrika. Raila Amolo Odinga, yule baba mwenye fumbo wa siasa za Kenya, alifariki ghafla kutokana na mshtuko wa moyo wakati wa matembezi ya asubuhi katika mji wa Kerala nchini India. Akiwa na umri wa miaka 80, alianguka akiwa ameandamana na dada yake, binti yake na daktari wake binafsi, huku maafisa wa usalama wa Kenya na India wakiwa karibu. Licha ya juhudi za haraka za madaktari kumrejesha kwa kutumia CPR na kumkimbiza hospitali, maisha yake hayakuweza kuokolewa. Kifo chake kimetikisa Kenya na bara zima la Afrika. Bendera zinapepea nusu mlingoti. Redio na televisheni zilisitisha matangazo ya kawaida na taifa likazama katika majonzi mazito. Rais William Ruto ametangaza siku 7 za maombolezo ya kitaifa, akimtaja Raila kama giant wa demokrasia na shujaa wa wananchi. It is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. Kenya, Africa and the world mourn the passing on of a giant of democracy, a fearless freedom fighter, and a tireless warrior of good governance. Raila Amolo Odinga's name will forever be etched in the story of our republic, a story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. In honor of the Right Honorable Raila Amolo Odinga's extraordinary contribution to our nation, I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask all other public servants and leaders to do the same, so that we can join the nation in this period of mourning and deep reflection. Maelfu wamemiminika mitaani kutoka Uhuru Park Nairobi hadi Kisumu nyumbani kwao, wakiimba majina ya heshima kwa sauti za huzuni na fahari: Agwambo, Tinga, Jacom. Ilikuwa ni heshima ya mwisho kwa mwanaume ambaye historia ya Kenya haiwezi kuandikwa bila jina lake. Maisha ya Raila yalikuwa sura ya uvumilivu na uasi wa kipekee, yaliyosokotwa kwa ujasiri, mateso, matumaini na imani isiyotikisika katika haki. Alipitia enzi za ukoloni, mivutano ya vita baridi, mateso ya vifungo vya kisiasa na mapambano ya uchaguzi yenye maumivu, lakini hakuwahi kupoteza lengo lake kuu: kuiona Kenya ikiwa taifa lenye uhuru wa kweli, usawa na demokrasia. Aliwania urais mara 5, kila jaribio likiwa si tu shindano la kisiasa, bali mapambano ya maadili na mfumo. Kila safari yake ilikuwa ni ushahidi wa uthabiti wake, mara akishindwa, mara akihujumiwa, lakini hakuwahi kusalimu amri. Raila hakuwahi kushika kiti cha urais, lakini aliutawala moyo wa taifa, akibaki kama sauti ya watu wa kawaida, mwiba mkali kwa watawala na muasisi wa demokrasia ya vyama vingi nchini Kenya. Hadithi yake haikuwa tu simulizi ya wanasiasa, ilikuwa taswira ya kizazi kizima kilichokataa kunyamazishwa. Mtoto wa mwanamapinduzi Jaramogi Oginga Odinga, Raila alifuata nyayo za baba yake katika mapambano ya haki, akichukua urithi wa kisiasa na kuubeba kwa ari mpya. Kutoka kwa taaluma ya uhandisi, aligeuka kuwa mwanaharakati wa kisiasa na hatimaye kuwa mwanadiplomasia wa kimataifa aliyekuwa daraja kati ya Afrika na dunia. Leo
Kenya inabaki na pengo kubwa. Taifa linajaribu kuzoea pumzi ya kisiasa bila Raila, mtu ambaye uwepo wake uliathiri siasa, jamii na maadili ya taifa. Hofu inatanda. Je, ni nani ataendeleza falsafa yake ya usalama wa kijamii, haki ya kila raia na uthubutu wa kupigania mabadiliko bila woga? Ili kuelewa ukubwa wa urithi wake, ni lazima turejee asili ya safari yake ya ajabu, kutoka maisha ya unyenyekevu katika Kenya ya kikoloni kupitia enzi za mapambano hadi siku zake za mwisho ugenini. Ni simulizi ya mwanaume aliyekataa kunyanyaswa na hofu, aliyesimama imara pale ambapo wengi walinyamaza, na ambaye jina lake litaendelea kuishi milele kama ishara ya ujasiri, uthubutu na demokrasia ya kweli. Hii ni Makala 360. Twende pamoja hadi mwisho. Raila Amolo Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka 1945 katika hospitali ya Anglican Church Missionary Society huko Maseno, wilaya ya Kisumu, kipindi hicho ikiwa sehemu ya koloni ya Uingereza ya Kenya. Alizaliwa katika dunia iliyokuwa ikichemka kwa vuguvugu la kupinga ukoloni, na kutoka siku zake za mwanzo upepo wa mapambano ulimzunguka. Baba yake Jaramogi Oginga Odinga alikuwa nguzo kuu katika harakati za ukombozi wa Kenya. Baadaye akawa makamu wa kwanza wa rais wa taifa hilo chini ya uongozi wa Jomo Kenyatta. Mama yake Mary Juma Odinga alikuwa mhimili wa familia, mwanamke mwenye busara aliyeunganisha nyumbani utamaduni wa Waluo na mijadala ya kisiasa iliyokuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Mtoto Raila alikulia katika mandhari maridadi ya Nyanza, miongoni mwa maziwa na milima yenye upepo wa historia, ambako hadithi za mashujaa waliopinga utawala wa Uingereza ziliimbwa kama hadithi za usiku. Ilikuwa ni katika mazingira hayo ndipo roho ya uasi, uthubutu na uzalendo vilianza kuchipua ndani yake. Elimu yake ya awali ilijikita katika shule zilizokuwa nguzo za maarifa na mabadiliko. Alisoma katika Kisumu Union Primary School, kisha Maranda Primary na baadaye Maranda High School huko Bondo. Aling'aa kielimu, lakini pia alikuwa akisikia na kushuhudia mabadiliko makubwa ya kisiasa yaliyotikisa taifa kuelekea uhuru. Mwaka 1962, akiwa na umri wa miaka 17 pekee, baba yake, kwa kutambua hali tete ya kisiasa nchini Kenya kuelekea uhuru, aliamua kumtuma mwanawe kwenda Ujerumani Mashariki kuendelea na masomo. Hatua hiyo ilimweka kijana huyo katikati ya mgawanyiko wa vita baridi duniani, ambapo alijifunza si tu sayansi na uhandisi, bali pia maana halisi ya mapambano, nidhamu na uthubutu wa kimataifa. Safari hiyo ya masomo haikuwa tu mwanzo wa elimu yake ya kitaaluma, bali ndio iliyomjenga kuwa mwana wa dunia, mwenye mtazamo mpana na moyo usiokubali kunyamazishwa. Mwanzo wa hadithi ya Raila Odinga, mwana mapambano wa milele. Kati ya miaka 1963 hadi 1970, maisha ya Raila Odinga yalichukua mkondo mpya barani Ulaya, kipindi ambacho kilimfinyanga kuwa mtu mwenye uthubutu, nidhamu na fikra pana za kisiasa. Akiwa chini ya kivuli cha ukuta wa Berlin, Raila alijitumbukiza katika ulimwengu wa elimu na falsafa za kijamii zilizokuwa zikitawala Ujerumani Mashariki. Kuanzia mwaka 1963 hadi mwaka 1965, alisoma katika taasisi ya Herder Institute mjini Leipzig, ambako alijifunza lugha ya Kijerumani kwa kina kama maandalizi ya kuingia katika elimu ya juu. Bidii yake ilimpatia ufadhili wa masomo, yani scholarship, iliyopelekea kujiunga na chuo kikuu cha ufundi cha Magdeburg, sasa kikijulikana kama Otto von Guericke University. Hapo alihitimu mwaka 1970 akiwa na shahada ya uhandisi wa mitambo, akibobea katika teknolojia ya welding. Maisha katika Ujerumani Mashariki hayakuwa rahisi kwa Odinga. Nchi hiyo ya kijamaa ilikuwa na maisha magumu, bidhaa zikipangwa kwa mgao,
propaganda za kisiasa zikitawala na uhuru binafsi ukiwa mdogo. Hata hivyo, Raila alijifunza kuishi ndani ya mfumo huo kwa ujanja na hekima. Baadaye aliwahi kusimulia jinsi alivyoingiza kwa siri bidhaa kutoka Berlin Magharibi kupitia Checkpoint Charlie, akizigawa kwa marafiki zake, kitendo kidogo cha uasi kilichodokeza tabia yake ya baadaye ya kutokubali kunyenyekea mbele ya mamlaka. Miaka hiyo ya uhamisho ilimfunza mambo makubwa. Aliguswa na mafundisho ya ujamaa, aliona wazi tofauti za kitabaka na kiitikadi kati ya Ujerumani Mashariki na Magharibi, na kutoka hapo akajenga mtazamo wa kipekee, mchanganyiko wa utaifa wa Kiafrika na uelewa wa kimataifa. Baadaye aliandika katika wasifu wake wa mwaka 2013, The Flame of Freedom, nilijifunza kuwa uhuru haupewi, unaundwa kama chuma kinavyosukwa motoni. Aliporejea Kenya mwaka 1970, Raila hakuwa tu mwanafunzi aliyerejea na shahada. Alirejea kama mtu aliyebeba ndani yake ramani ya mapambano, akiwa tayari kukabiliana na mamlaka na kutetea misingi ya haki katika taifa lililokuwa linaanza kupumua hewa ya uhuru mpya. Baada ya kurejea, Raila Odinga alianza kutumia maarifa yake ya uhandisi katika ubunifu wa kiuchumi. Akiwa kijana mwenye maono na ari ya kujitegemea, mwaka 1971 alianzisha kampuni yake binafsi iitwayo Standard Processing Equipment Construction and Erection Limited, ambayo baadaye ilibadilishwa jina kuwa East African Spectra Limited. Kampuni hiyo ilipata maarufu mkubwa kwa kuwa mzalishaji pekee wa mitungi ya gesi ya petroli, LPG cylinders, nchini Kenya, ubunifu uliochangia katika maendeleo ya viwanda vya nishati nchini humo. Hii ilikuwa ni hatua iliyodhihirisha kipaji chake cha kipekee cha kubadilisha taaluma kuwa chachu ya maendeleo, akionyesha kuwa uhandisi unaweza kuwa nyenzo ya kujenga uchumi na siasa za kujitegemea. Mwaka 1974, Raila aliingia katika utumishi wa umma kama msimamizi wa viwango vya viwanda katika shirika la viwango la Kenya, KEBS, ambapo alipanda ngazi hadi kuwa naibu mkurugenzi mwaka 1978. Katika nafasi hiyo, alihusishwa moja kwa moja na kujenga miundombinu ya taifa jipya, akijipatia heshima kama mtaalamu wa technocrat mwenye uzalendo na maadili ya kazi. Lakini chini ya uso huo wa urasimu, mikondo ya kisiasa ilianza kumvuta. Uhusiano wa babake Jaramogi Oginga Odinga na utawala wa Jomo Kenyatta ulikuwa umevurugika vibaya, na hali ikazidi kuwa tete baada ya Daniel Arap Moi kuchukua madaraka. Raila alikuwa akiona jinsi sauti za upinzani zilivyokuwa zikinyamazishwa, na hali hiyo ikamvuta taratibu katika njia ya uasi na harakati za kisiasa. Miaka ya 1980 ilibadilisha kabisa sura ya Raila Odinga, kutoka mhandisi mtulivu hadi mfungwa wa kisiasa mwenye ushawishi mkubwa. Tarehe 1 Agosti mwaka 1982, kundi la wanajeshi wa jeshi la anga la Kenya, Kenya Air Force, lilijaribu kufanya mapinduzi dhidi ya serikali ya Daniel Arap Moi. Raila alituhumiwa kuwa miongoni mwa wapanga njama wakuu wa jaribio hilo, jambo lililompelekea kukamatwa na kushtakiwa kwa kosa la uhaini. Alifungwa bila kesi kwa muda wa miaka 6, akipitia mateso ya upweke, solitary confinement, kizuizi cha nyumbani na udhalilishaji wa kisaikolojia. Hata hivyo, hakuanguka. Baadaye alisema kwa maneno ya ujasiri, walijaribu kunivunja, lakini walinifanya kuwa imara zaidi. Kipindi hicho cha giza kilimfundisha thamani ya uvumilivu na nguvu ya imani. Akiwa gerezani, alicheleweshwa kufahamu kuhusu kifo cha mamake, taarifa aliyoipokea baada ya miezi miwili, jambo lililomuumiza sana, lakini likazidisha nguvu yake ya kupambana. Alipoachiliwa huru mwezi Februari mwaka 1988, hakupumzika. Alirejea katika wito wake wa kudai demokrasia katika utawala wa chama kimoja cha Moi. Miezi michache baadaye alikamatwa tena. Mwaka 1990 alifungwa pamoja na wapiganaji wa mageuzi kama Kenneth Matiba na Charles Rubia katika kile kilichokuwa mwanzo wa mapambano ya kudai vyama vingi vya siasa. Baada ya kuachiliwa mwezi Juni mwaka 1991, hali ya vitisho vya kisiasa na hofu ya kuuawa ilimlazimu kukimbilia uhamishoni nchini Norway.
ambako aliishi hadi mwaka 1992. Miaka hii ya mateso na ukimya ilimjengea hadhi ya kifumbo miongoni mwa wafuasi wake waliompa jina la heshima Agwambo, yule asiyeelezeka, asiyevunjika. Hata baada ya kurejea, jina lake liliendelea kuzungumziwa kwa heshima na hofu. Wengine walidai kuwa alikuwa na ushiriki wa kina zaidi katika jaribio la mapinduzi, madai ambayo yaliibuka tena katika wasifu wake wa mwaka 2006, ingawa ukomo wa kisheria, statute of limitations, ulimlinda. Kutoka tanuruni kwa kifungo, Raila Odinga akiwa chuma kilichosafishwa kwa moto, tayari kuongoza mapambano mapya, safari ya kuibadilisha Kenya kuwa taifa la kweli la kidemokrasia. Baada ya miaka ya uhamisho na mateso, Raila Odinga alirejea Kenya mwaka 1992 akiwa amekomaa kisiasa na kiitikadi. Alijiunga na Forum for the Restoration of Democracy, FORD, chama kilichoanzishwa na baba yake Jaramogi Oginga Odinga kwa lengo la kufufua demokrasia ya kweli nchini humo. Alichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa chama, lakini migawanyiko ya ndani ya FORD ilimlazimu kuchukua uamuzi wa kujitegemea. Mwaka 1993 Raila alishinda kiti cha ubunge cha Lang'ata, ushindi uliotikisa mizizi ya KANU, chama kilichotawala kwa miongo mitatu bila upinzani mkubwa. Ulikuwa ni ushindi wa kihistoria uliodhihirisha kuwa upepo wa mageuzi ulikuwa umeanza kuvuma Nairobi na kote nchini humo. Baada ya kifo cha baba yake mwaka 1994, Raila alianzisha National Development Party, NDP, ambacho alikitumia kama jukwaa jipya la kupigania mageuzi. Mwaka 1997 aligombea urais kwa mara ya kwanza kupitia NDP na kumaliza katika nafasi ya 3, akithibitisha kuwa alikuwa nguvu mpya ya kisiasa isiyoweza kupuuzwa. Mwaka 2001 alifanya uamuzi wa kushangaza kwa kuunganisha NDP na KANU ya Rais Daniel Arap Moi, hatua iliyomfanya kuteuliwa kuwa waziri wa nishati na katibu mkuu wa KANU. Hata hivyo, urafiki huo uliisha pale Moi alipotangaza kumuunga mkono Uhuru Kenyatta kama mrithi wake. Raila, akikataa kile alichokiita urithi wa kifalme ya kisiasa, aliongoza wimbi la waasi ndani ya KANU na kuunda Liberal Democratic Party, LDP. Kisha akaungana na Mwai Kibaki chini ya muungano wa National Rainbow Coalition, NARC. Kauli yake maarufu Kibaki Tosha iligeuka wimbo wa mapinduzi ulioleta ushindi mnamo Disemba mwaka 2002 na hivyo kukomesha utawala wa miaka 39 wa KANU. Baada ya ushindi wa kihistoria wa NARC, Raila aliteuliwa kuwa waziri wa barabara, kazi za umma na makazi mwaka 2003. Katika nafasi hiyo alisisitiza uwajibikaji na uwazi katika miradi ya miundombinu, akijipatia sifa kama mwanasiasa mwenye maono ya maendeleo. Lakini kisiasa, uaminifu ulivunjika. Rais Kibaki alivunja makubaliano ya kugawana madaraka yaliyokubaliwa kabla ya uchaguzi, jambo lililomweka Raila katika nafasi ya upinzani tena. Hapo ndipo kura ya maoni ya katiba ya mwaka 2005 ikawa uwanja wake wa kisiasa. Raila aliongoza upande wa hapana, no camp, kupinga rasimu ya katiba ya Kibaki iliyodaiwa kuupa urais madaraka makubwa mno. Ushindi wa upande wa hapana ulifanikisha kushindwa kwa serikali katika kura ya maoni, na ishara ya tunda la chungwa ikawa nembo ya harakati mpya, Orange Democratic Movement, ODM. Ulikuwa ni mwanzo wa enzi mpya ya Raila kama msemaji wa wananchi waliokata tamaa. Uchaguzi wa mwaka 2007 ulikuwa kilele, na wakati huo huo janga katika safari ya Raila. Akiwa mgombea wa ODM, aliongoza kampeni kubwa zilizompa umaarufu mkubwa kuliko wakati wowote. Baada ya matokeo yenye utata kutangazwa, Raila alidai ushindi wake umeibiwa na taifa likaingia kwenye vurugu mbaya zaidi za kisiasa katika historia ya Kenya, ambapo zaidi ya watu 1000 waliuawa na maelfu kuachwa bila makazi. Kupitia upatanisho wa Kofi Annan, makubaliano ya kugawana madaraka yakafikiwa. Tarehe 17 Aprili mwaka 2008, Raila aliapishwa kuwa waziri mkuu wa Kenya,
nafasi iliyoundwa mahususi chini ya serikali ya mseto na Rais Kibaki. Akizungumza kwa unyenyekevu, alisema hii sio vita ya madaraka, ni vita ya amani. Akiwa waziri mkuu, Raila alisimamia marekebisho ya kiuchumi na kisiasa, ikiwemo kuanzishwa kwa mfumo wa ugatuzi kupitia katiba mpya ya mwaka 2010, moja ya mafanikio makubwa ya kipindi chake serikalini. Lakini mwaka 2013 aliwania tena urais dhidi ya Uhuru Kenyatta, ambaye wakati huo alikuwa akikabili mashtaka katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kuhusiana na machafuko ya 2007. Raila alipinga matokeo hayo mahakamani, lakini mahakama ya juu ilithibitisha ushindi wa Uhuru na akabaki na alama nyingine ya kisiasa moyoni. Katika miaka iliyofuata, Raila alibaki kwa sauti kuu ya upinzani nchini Kenya. Uchaguzi wa mwaka 2017 ulimrudisha tena katika historia. Pale mahakama ya juu ilipofuta matokeo rais, hatua ya kwanza kufanyika Afrika. Raila alisusia marudio ya uchaguzi na mnamo Januari 2018 akaamua kujiapisha kama rais wa wananchi, People's President. Kitendo kilichokuwa hatarishi kisiasa, lakini kilimuimarisha zaidi kama ishara ya upinzani wa kweli. Baadaye mwaka huo alishikana mikono na Rais Uhuru Kenyatta, jambo lililokuwa maarufu na hatua iliyotuliza joto la kisiasa na kuzaa Building Bridges Initiative, BBI, mpango wa maridhiano wa kitaifa uliolenga umoja, mageuzi ya katiba na usawa wa maendeleo. Hata hivyo, BBI ilipigwa marufuku na mahakama mwaka 2022, ikihitimisha moja ya juhudi zake za kisiasa zenye utata zaidi. Mwaka huo huo, yani 2022, Raila alijaribu jaribio lake la 5 la urais, akigombea chini ya Azimio la Umoja pamoja na Martha Karua. Ingawa alishindwa na William Ruto, alikubali matokeo kwa heshima na hekima, akisema tunaiheshimu hukumu ingawa hatukubaliani. Maneno hayo alithibitisha tena tabia yake ya kujenga badala ya kubomoa, yakimfanya asalie kama alama hai ya ustahimilivu, maono na demokrasia katika historia ya Kenya. Mwaka 2018, Raila Odinga aliteuliwa kuwa mwakilishi maalum wa Umoja wa Afrika AU kwa masuala ya miundombinu barani Afrika, jukumu lililompa nafasi ya kugeuza maono yake ya maendeleo kuwa vitendo. Akiwa katika wadhifa huo hadi mwaka 2023, aliongoza juhudi za kuunganisha bara kupitia reli, barabara, bandari na njia za mawasiliano, akisisitiza kuwa uchumi wa Afrika hauwezi kukua bila miundombinu iliyounganisha watu wake. Wakati huo huo, Raila alijitokeza kama mpatanishi wa migogoro ya bara, akisaidia katika mazungumzo ya kisiasa nchini Ivory Coast mwaka 2010 na kutoa ushauri katika mizozo mingine ya Afrika Magharibi. Umahiri wake wa kujenga maridhiano ulimfanya atajwe miongoni mwa viongozi wa Kiafrika waliokuwa na ushawishi wa kimataifa. Mwaka 2024, Raila alitangaza nia ya kugombea nafasi ya mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika AU Commission Chairperson, nafasi yenye heshima ya juu katika bara la Afrika. Licha ya kampeni yake yenye uungwaji mkono mkubwa kutoka nchi za Afrika Mashariki na Kusini, alishindwa katika duru ya mwisho mwezi Februari mwaka 2025, lakini jina lake lilibaki likihusishwa na heshima, utu na uzoefu wa kina wa kisiasa. Wasifu wake maarufu The Flame of Freedom, uliochapishwa mwaka 2013, uliendelea kusomwa kote duniani. Kitabu hicho kilisimulia safari yake ya mapambano na imani, hadithi ya mwanaume aliyegeuza mateso kuwa nguvu na matumaini kuwa dira. Miezi ya mwisho ya Raila Odinga ilikuwa tofauti na tabia yake ya kawaida ya kuwa macho kwa kila jambo la kisiasa. Mara ya mwisho kuonekana hadharani ilikuwa ni Septemba 22 mwaka 2025 katika mkutano wa chama cha ODM jijini Nairobi, akiongoza majadiliano ya kuadhimisha miaka 20 ya chama hicho. Baada ya hapo akaingia katika ukimya uliozua maswali mengi. Mnamo Oktoba 3 alionekana kwa muda mfupi akihudhuria sherehe ya binti yake Akinyi aliyepata shahada ya uzamivu PhD, na baadaye kukutana na viongozi wa klabu ya soka ya Gor Mahia. Baada ya hapo ukimya wa mitandao ya kijamii ulianza kuzua uvumi, baadhi wakidai alikuwa mgonjwa, wengine wakisema alikuwa katika mpango wa siri wa kidiplomasia.
Mnamo Oktoba 5, chama cha ODM kilikanusha uvumi huo kikisema Raila alikuwa katika shughuli za kimataifa. Mkewe Ida Odinga alitokea mbele ya vyombo vya habari na kusema kwa utulivu, Raila yuko salama, inashangaza kuona mtu ambaye haishi naye akidai anajua hali yake kuliko mimi. Baadaye kaka yake Oburu Odinga alitoa taarifa Oktoba 11 akifafanua kuwa Raila alikuwa akipata nafuu nchini India na atarejea hivi karibuni. Kauli hiyo ilithibitishwa pia na naibu rais Kithure Kindiki mnamo Oktoba 13 aliyesema serikali ilikuwa na taarifa kamili kuhusu afya yake. Lakini hatma ilipanga vingine. Asubuhi ya Oktoba 15 mwaka 2025, akiwa katika matembezi ya kawaida huko Kerala, India, Raila alipata shida ya kupumua na kuanguka ghafla. Licha ya juhudi za haraka za madaktari, maisha yake hayakuweza kuokolewa. Alifariki dunia akiwa ndani ya muungano mpana wa maridhiano na Rais William Ruto, hatua ambayo wengi waliiona kama ishara ya mwisho ya upatanisho na umoja wa kitaifa, jambo ambalo alikuwa akilitamani kwa miaka mingi. Raila Odinga ameacha nyuma taifa lililobadilika milele. Yeye ndiye aliyepigania na kuvunja mfumo wa chama kimoja, akapigania ugatuzi wa madaraka na kuhamisha vizazi vipya vya vijana kujitokeza kisiasa. Ni baba wa watoto 4: Fidel marehemu aliyefariki mwaka 2015, Rosemary, Raila Jr. ambaye ni mtoto wa kiume, pamoja na Winnie Odinga, na pia ni mume wa Ida Odinga ambaye alifunga ndoa mwaka 1973. Familia yake iliyozoea kumwona baba yao katika kila harakati za kisiasa sasa inaomboleza si tu kiongozi bali nguzo ya upendo na hekima. Salamu za rambirambi zimefurika kutoka kila pembe ya dunia. Alikuwa kitendawili, mvuto, nguvu ya ajabu, moto usiozimika uliotoa mwanga wa demokrasia ya Kenya. Moja ya maneno ya kuomboleza. Kweli, kama alivyoishi, hata katika kifo chake, Raila Odinga anaendelea kuwa fumbo lisilofifia. Alikuwa moto uliowaka kwa haki, mwanga ulioonyeshwa Kenya njia ya demokrasia, na sauti iliyowapa ujasiri wa kupinga dhulma. Leo taifa la Kenya linajiuliza, nani ataweza kuziba pengo hili? Lakini jibu lipo katika mioyo ya Wakenya wote, kwa sababu baba bado yupo, katika kumbukumbu, katika historia na katika roho ya taifa analolipenda. Raila Amolo Odinga, mwanga uliowaka na bado unaangaza. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.